Hello, karibu sana Yoze TV. Kama unanitazama kwa mara ya kwanza, bonyeza subscribe button na alama ya kengele ili video zangu za tech ziwe zinakufikia kwa wakati na mapema zaidi. Video hii tunakwenda kujifunza kitu ambacho watu wengi sana wanakiona au wanakijua, wanakisikia sawa, lakini hawakitumii kwa sababu hawajui kina umuhimu gani ama matumizi yake yanaenda vipi. Umeona? Sasa najua kwenye masikio yako sio mara ya kwanza hujawahi kusikia kwa mara ya kwanza mimi ninavyozungumzia neno zipu au 7zip ama wengine wanaita RAR ama WinRAR. Sawa, kama ni mtumiaji wa kompyuta maneno sio mageni kwako. Sasa zip na RAR hizi ni format za archives, tunaweza kusema hivyo kwamba ni format za archives, yani kwa lugha nyepesi au mfano mwepesi naweza nikasema kama ilivyo kwenye PDF na Word ni format za Microsoft Office. Sasa hii zip bwana yenyewe ilianzishwa 1989 na bwana Phil Curtis huyu jamaa, sasa ambayo yenyewe ilikuwa ni common format tu kwenye kompyuta zote, lakini baadaye sasa mwenzake akaona ya kwake kidogo hii ya mwenzake ina mapungufu, akatengeneza ya kwake ambayo ilikuwa ina feature zaidi. Huyu alikuwa anajulikana kama bwana Eugene Loshal mnamo mwaka 1993 hapo. Sawa. Sasa mwenyewe alitengeneza hii tool akaita WinRAR. Sawa. Sasa yenyewe hii WinRAR ilikuwa ina feature zaidi ama muonekano wa kuvutia zaidi ukilinganisha na ile zip ya mwanzo. Sasa zote hizi zinafanya kazi moja au kazi za mfanano, lakini hii nini WinRAR yenyewe ilikuwa inatumika ama ilikuwa inatumika kwenye format ya RAR. Tutaenda kuziona zote zinafanya kazi gani ama ziko vipi, zinafanana vipi. Sasa hizi zote hazitofautiani sana kimatumizi. Sawa. Yani ni muonekano tu, inaonekana hivi, lakini kimatumizi hazitofautiani sana. Sasa hizi zip na WinRAR ama zip na RAR, hii hapa inaonekana hapa nilipoweka kata yangu hapa, tunaiona hii ni RAR ama format ya RAR ambayo inatengenezwa ama inakuwa na muonekano huu kwa kutumia hiyo format ya WinRAR. Sawa, lakini hii ambayo ina zip moja kwa moja kama folder, hii tunaita zip. Kwa hiyo ndo tofauti iliyokuwepo kwamba ya mwanzo ni zip, hii hapa nyingine ni RAR ambayo inatengenezwa na WinRAR. Na kama ni mtumiaji wa kompyuta ukishapiga window lazima utainstall kitu kinachoitwa WinRAR. Mpaka hapo nafikiri tuko pamoja. Sasa hizi zote watu wengi nafikiri tunazifahamu na tunaziona, tunazitumia, lakini ni wachache wanaozitumia. Sasa zina umuhimu mkubwa sana kwa matumizi ya kompyuta. Mojawapo ni kuokoa storage ya kompyuta yako, yaani kama kompyuta yako ina run low ama storage yake inaenda kuisha kabisa, kuziba, kama project zako zote, either una movie, either document, kitu chochote kile ukiwa unakiweka kwa format hii ya zip ama ya RAR utaokoa storage. Maanake kama kitu kina GB 10 utajikuta zile GB 10 zinapungua. Sawa, lakini pia faida nyingine ya hizi program, inasaidia kushare files nyingi ama vitu vingi kwa wakati mmoja. Mfano mimi kwenye folder zangu hizi mbili zinazoonekana hapa, sawa, inaweza kukawa na vitu vingi lakini nikavishare kwa wakati mmoja kwa njia yoyote ile, iwe WhatsApp, iwe kwenye kompyuta, kwenye flash at once, lakini vitu vikiwa viko separate kushare kwa mara moja inakuwa ni ngumu. Lakini pia kingine, umuhimu wa hizi zip, inatusaidia kuhifadhi vitu vyako kwa siri, wazungu wanaita password and encryption. Kwa hiyo kama una file zako ama una project ama una kitu chochote kile ambacho unataka ukihifadhi kwa siri, unaweza ukatumia hizi njia mbili kikakusaidia kuweka password, kwamba mtu ataweza kufungua bila kuweka password ambazo wewe uliziset. Lakini pia hizi zip zinaweza zika act as virus protection, yani naweza nikasema kwamba kama una
baadhi ya document ama setup ndani ya kompyuta yako, kuna aina fulani ya virus wanaweza waka-attack na kushambulia, baadaye zikaharibika moja kwa moja. Lakini ukiwa hizo setup zako na baadhi ya vitu vyako ama document na vitu vingine ukiwa umevihifadhi ndani ya hizi format mbili, ni ngumu sana kushambuliwa. Kama unakumbuka miaka ya nyuma kidogo hapo, kuna aina ya virus kilikuwa kinasambaa sana kinajiita movies. Watu wengi walikuwa na copy wanakiweka wakijua kwamba ni folder ama faili la movies. Lakini mwisho wa siku walijikuta vitu vyote vimeshashambuliwa kwenye kompyuta. Lakini kwa wale ambao walikuwa wanakuta vitu vyao wanatunza kwenye hizi format mbili tofauti, unakuta vitu vyao ni safe, ambavyo vitashambuliwa ni vile tu ambavyo viko nje. Kwa hiyo pia hii ina act as virus protection. Yani ina sifa nyingi mno, nikisema nizielezee ama kazi zake zote video hii itakuwa ndefu sana. Ni chache tu hizi tumeelezeana kwenye hii video, lakini pia tunaenda kuangalia namna ya implementation of them. Sasa twende tuangalie namna ya kuzipu, namna ya kuweka password, namna ya kushare na vitu vingine. Mfano hapa nitatumia folder langu ili linajiita UZ videos. Kabla ya yote tuangalie lina size kiasi gani. Properties. Tunaona hapa lina size 55.0 MB. Alafu nitalifunga. Twende tulizip. Manake hapo tunakwenda kuona sifa zote ama kazi zote nilizokuwa ninazizungumzia. Uje hapa chini kwenye WinRAR, tuta add to archives. Tutatumia format ya kwanza ya RAR, pia unaweza ukatumia hii nyingine ya zip, lakini pia sisi tutaweka comment. Comment tuandike hapa chini, labda unaweza ukaandika neno lolote. Mfano mimi nimeandika 1 cup takes 2 to 3 spoons of sugar. Nikimaanisha password ya kwangu nitakayoiweka itakuwa labda ni 1 2 3. Kwa hiyo unaweza ukawa creativity ukaandika vyovyote wewe utavyoona. Sawa? Baada ya hapo nitakuja huku, sawa? Nita set password. Password yangu nitaweka 1 2 3. Alafu baada ya hapo hivi vingine naachana navyo. Nitapiga okay. Nitapiga na hapa okay. Folder itajitengeneza ama itajizip. Time it depends na wewe kitu unachozipu kina ukubwa kiasi gani. Baada ya kumalizika ila hapa imeshakamilika. Kule ilikuwa la mwanzo ilikuwa na MB 55. Twende tuangalie ile na MB ngapi. Umeona MB 51.1. Kwa hapo utakuwa na save MB kulingana na folder lako lina vitu gani. Alafu kingine pia twende sasa tujaribu kulifungua. Kilifungua ila hapa upande wa huku yanaonekana folder zangu, upande wa kulia pia utaona 1 cup takes 2 ile comment utakazoziweka. Sasa ni 1 cup takes 2 to 3 spoons of sugar. Kwa hiyo nikija huku mimi mwenyewe nikisema nitaelewa huku yanamaanisha nini. Kwa hiyo pia naweza nikaja huku. Kwenye comment unaweka in case utasahau ama kama unahitaji maelezo yoyote, sio lazima yawe maelezo ya password. Nikija kwenye video zangu hizi hapa zinaonekana. Labda tujaribu kuifungua hii hapo moja hapo. Umeona? Siwezi. Kwa hiyo ili naweza kuifungua nitaweka password 1 2 3, alafu tutapiga okay. Simple like that. Kwa hiyo utaweza kufaidi vyako vyovyote vile, aidha ni document, Word na kadhalika. Kwa hiyo ni hivyo. Utaweza kuhide vitu vyako vyovyote vile. Kadhalika pia tukisema tu zip tena pia kwenye upande wa zip pia unaweza ukaja kwenye upande wa zip utaweka comment kama unataka kuweka comment, na huku kuna vitu vingi tunaonyeshana vichache. Pia utaweka comment kama unataka, kama hutaki sio lazima. Utakuja pia kwenye general, utakuja uta set password labda kama 1 2 3, utapiga okay. Utasubiri kwa muda. Umeona lenye linaonekana lina rangi yake ili na ile ni tofauti. Kwa na lenyewe ukilifungua sasa, hili
kuna uzuri fulani, ukilifungua moja kwa moja ili ufikie kwenye video uifungue, haitakupa ruhusa ya password, itagoma mfano. Unaona? Windows cannot complete the extraction. Kwa hiyo ili uweze ukafungua simple, mtu mwingine akikuta hivi atachanganyikiwa sana, what's wrong? Kwa hiyo wewe la zip, kama zip uta right click alafu utalifungua kwa kutumia WinRAR. Kwa nitakuja hapa open with this, alafu ndo litafungua kwenye format hii hapa. Kwa utakuwa na comment yangu, pia kutakuwa na folder. Kwa nitaingia kwenye folder, kama kuna kitu nataka ni access, kama ni hii token ta access, nitaweka password yangu 1 2 3, alafu nitafungua. Unaona video kama kuna video imeshafunguka ambayo ndio hii hapa. Sawa, unaona. Kwa hiyo sasa nafikiri kwa maelekezo haya ambayo tumeelekezana wote kwenye hizi folder zote mbili, unaweza ukaona how tuna save storage, unaweza ukaona how tuna keep vitu vingi kwenye folder moja, na unaweza ukashare, na pia unaweza ukaona how unaweza ukaweka protection zidi ya virus, maana vitakuwa viko enclosed kwenye folder moja ambalo limefungwa ambapo tunaita zipped. Lakini pia unaona how unaweza ukatunza ama ukaweka password yako, ukaaccess vitu wewe mwenyewe kama ni vitu vyako vya siri na kadhalika. Kwa hiyo asante kwa kunitazama mwanzo mpaka mwisho wa video hii, na usisahau kusubscribe kama bado, bonyeza alama ya kengele ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zangu ama video zangu kila ninapo upload. Asante.